Hapa tulisadiki hatari imeingia vitabuni na anayehitaji tiba ni Kanyare mwenyewe. Nani mwingine? Shilingi 200. 200 weka hapo. Weka hapo. Nakuja kuinua na kutajirisha. Kuna watu 23 wamesimama. Mungu anasema wiki hii unaenda kupokea shilingi 5,000. Kwani Mungu alikuwa na huruma, lakini siku hizi Mungu hana huruma. Wa pili ni Sara ambaye pia tulimwonyesha vioja alivyokuwa akifanya kanisani. Nitakutumia ujumbe na ukipata SMS ujue ni mimi nimekutumia. Unataka uangalie vizuri. Hebu acha tusikie. Uniambie kama wewe ni. Alipopanda 310 aliona mkono wa Mungu kwa njia gani? Wewe ambaye umekuwa ukisileki hapo, tuma hiyo 310 na utaona mkono wa Mungu. Ingia kwa M-Pesa, tuma shilingi 300 na shilingi 10 kwa hiyo M-Pesa na uone mkono wa Mungu. Habari yako? Nzuri sana na. Umetoka wapi? Nimetoka pande ya Thika. Shida ilikuwa gani? Na pia nilikuwa nimekosa kazi kwa muda mrefu. Nilikuwa nimeenda interviews mingi sana. Wote wakinipromise kwamba nitapata kazi. Lakini siku moja nikakusikia kwa TV. Nikaona kipindi yako. Na hapo chini ukasema mtu akiwa na shida yote kwamba atafute mbegu ya 310 na asimamishe. Nikasimamisha hiyo mbegu nikiamini kwamba Mungu atatenda na utasikia kilio changu na utaniombea na nitapata kazi. Umesikia? So huyu ni wewe? Una hakika ni wewe? Kabisa. Haukai Thika. Huyu ni wewe? Huyu ni wewe, ndio? Bwana asifiwe kanisa. Nimekuja hii ibada ya Tuesday kukuja kushukuru mtumishi wa Mungu. Mimi nilikuwa na shida ya kupata passport. Nilikuwa na apply passport naambiwa ningoje kila wakati nikienda ku apply passport inachukuliwa, lakini hiyo passport haiendi. Nilikuwa na biashara. Bwana asifiwe kanisa. Nimekuja kushukuru mtumishi wa Mungu. Nilikuwa na apply visa ya kwenda nje. Mimi ni mfanyi biashara, napelekanga nguo nje. Lakini kila mahali nikienda. So ile ya kwanza ulikuwa unatafuta kazi. Hii ya pili wewe ni mfanyi biashara na unatafuta passport. Huyu ni wewe? So at least nimekuonesha ni video zako ni kama 15. Nimekuonesha mbili. So I choose. I won't be part of this. You won't do the interview? Okay. But all I wanted is just a confirmation that this is you and the other person that we showed is you. It's your right if you don't want to talk. Sara alipigwa na butwa na kuamua kufyata mdomo wake licha ya kudai kuliasi kanisa hilo analolitaja kuwa la kitapeli. Washira alitufichulia mengi kuhusu miujiza ya Kanyare. Nilipojiunga na hilo kanisa, nilifikiria ni kanisa la kawaida ambapo kuna Mungu wa kweli na anaabudiwa kwa kweli. Na kwa sababu nilikuwa na shida, nikajiunga na lile kanisa nikidhania kwamba ni kanisa la kweli. Nilikaa katika lile kanisa kwa muda wa miezi 3-4 na nikatoka. Nilitoka kwa sababu kuna mambo ambayo niliona yanafanyika na tunayafanya ambayo hayakunipendeza na wala hayampendezi Mungu. Ni kinyume na maandiko matakatifu. Tulikuwa tunaweka Vaseline katikati ya vidole, mpaka hapa na hapa. Then unachukua sindano kama 2, unaweka katikati hizo vidole, unafunga na hapa unafunga. Kisha sasa kabla hiyo Vaseline kumelt, kuna ile training tulikuwa tumetrain already ile duration itatake after kuapply hiyo kitu na ile tukio likitukia. So hata ukiinua mikono hakuna mtu anaweza kujua kwamba uko na sindano. Na kama pia hiyo potassium permanganate tunaweza jipaka kwa mikono na kuna mtu atajua, sababu ni vumbi kidogo sana.
Tulimtaka atuonyeshe jinsi alivyokuwa akiwapotosha waumini kwa kiegezo cha kutoa ushuhuda. Wachira alifungua moyo na kusema bayana kama mwalimu wa sayansi. Mimi na wenzangu tumeshajiandaa. So haya mafuta kwa unapaka kwa vidole, katikati ya vidole namna hii. Hii sasa ni ya kushikilia sindano za kushona nguo. Sindano moja au mbili, inalingana na ukubwa wa vidole vyako. Kwa hivyo tulikuwa tunaweka mbili, kama mimi nilikuwa naweka 2 na kisha ninatoka ndani ya ofisi. Kwa hivyo hata ikiwa hivyo huwezi kujua. So tulikuwa tunaimba, na baada ya kuimba umeinua mikono, na baada ya maombi basi angeamuru sasa tu muombe mtu ama watu, manake walikuwa wanachaguliwa watu kama 4 ama 3 kabla ya ibada. Sasa ibada kubwa kufanyika. Kwa hivyo wakati huo tayari ningekuwa nimeweka hii kemikali kwenye mikono yangu, potassium permanganate. Kwa hivyo baada ya kutolewa unabii, labda unabii ungesema ya kwamba una sindano katika mwili wako, kuna mchawi alikurushia mapepo akakuroga akakuweka sindano kwa mwili wako na zitatoka, na ulikuwa unaambiwa pia damu itatoka. Kwa hivyo hii ilikuwa inalingana na unabii ambao umetolewa asubuhi hiyo. So nilikuwa nafaa nikuje nikuombe, kupiga magoti, na wakati nakuombea nilikuwa naguza mguu wako, ninakuombea, ninaomba. Wakati huo ninakupaka hii kemikali. Yes, try to stretch in the mighty name of Jesus. Yeah. Then ningekuambia sasa weka miguu kwenye karai, kisha naendelea kuombea nikiwa nimefunga macho. Nitakapofungua macho nilikuwa nafaa kupiga kelele, nimwambie mtumishi wa Mungu, huyu mtu anatoka damu kwenye miguu yake. Na kisha angeniambia labda niendelee kuomba, na wakati huo nikiendelea kuomba zile sindano ningeachilia ndani ya maji, nikiomba. Nikishamaliza kuomba sasa ningekuambia undoe mguu. Wakati huo watu wengi sana walikuwa wanashangaa. Kisha ningechukua yale maji, kwa sababu tayari haya ni maji ambayo yako na mapepo. Nikichukua yale maji na niangalie ndani, manake ninajua nikiona zile sindano basi ninamwambia mtumishi wa Mungu kuna sindano ambazo zimetoka katika mwili wa huyu mtu, na ningezichukua na ningemuonyesha yule mtu. Watu wengi sana walikuwa wanashangaa na kushtuka, kwa sababu kama sindano zimetoka katika mwili wao basi walikuwa wanaona wako na shida kubwa. Baada ya hayo basi angerudi tena sasa kutoa zile pesa katika kiti cha pale, katika kiti ambapo walikuwa wanakutana na mtumishi wa Mungu. Wakati mmoja tulienda katika mkutano hapa mahali kunaitwa Kware Pipeline, na ikasadifika tu kwamba mvua ikaanza kunyesha. Tayari nilikuwa nimetayarisha kitambaa aina ya face towel, na nikaweka kemikali hapo katikati, na nikawekelea pale kwa madhabahu yake. Kwa hivyo tu alikuwa anafungua kitambaa anaguza, wakati watu wameinua mikono angewaguza tu na ile kemikali, na baada ya hayo angewaambia wainue mikono juu wakati mvua inanyesha, na wengi wao wangeambiwa hebu angalieni kwa mikono yenu, wangekuta damu inatoka. Kwa hivyo ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linashtua, na watu walikuwa wanatoa pesa. Mwagilia mingi kidogo. Unaona? Look at that. Huanga unatoka damu mikono yako? Hapana, sijawahi pasta. Hapana. Na nini inaendelea sasa? Oh my God, thank you Jesus. Hallelujah. Unaona huyu mama ameoza mwili mzima. Huyu mama, hii mateso yote ni wachawi wanambitishia. Angalia vile ameoza. Nani uko ni mmoja? Look at that. That's the power of witchcraft. Unaona?
inaanza kuform the sign ya devil worshiping. Siku moja kulitokea mwanadada baada ya kufanya hivi vituko, na huyu mwanadada akapasa sauti, akasimama, akauliza, kwa nini mnadanganya watu? Kwa nini mnadanganya watu? Basi pale nilikuwa nimevaa ile kanzu pamoja na mwenzangu mwanaume, na tuliruka kutoka kwa madhabahu, tukakimbia, tukamshika na tukamfurusha nje mpaka chini kabisa kwa barabara. Na alipoenda tulimfuata mpaka mahali alienda. Alitoka hapo na akaenda karibu katika barabara, akaenda kabisa, akaenda karibu Kamukunji mahali watu walikuwa wanahubiri, akasimama hapo, tukawachana na yeye na tukarudi kanisani. Mtumishi wa Mungu aliwaambia kwamba huyo mwanadada akona mapepo, na hayo ni mapepo, ni mambo ya kawaida, mapepo kukataa kile ambacho Roho wa Mungu anafanya. Kila anayeona mambo kama haya huishia kunawa na kukubali kuwa Mungu alimtuma Kanyari kuwakomboa pasi na kujua mhubiri huyu alijituma mwenyewe kuwatafuna watu wasio makini waliotajwa katika kitabu cha Yeremia. Ni kwa sababu nimeona kuna mapepo ambaye imefungiwa kule nyumbani. Kanisa la Salvation Healing Ministry halikosi vioja na vituko vya kila aina. Nabii Victor Kanyari Mwangi huvuka mpaka na kukiuka haki za waumini wanyonge wanaotafuta ishara na maombi kutoka kwa miungu wake. Kanisani, Kanyari hufanya vituko vya kila aina, kama kuwashika matiti waumini wa kike walio na imani na wanaodhani utabiri wake ni wa ukweli kutoka kwa Mungu. Kanyari anatumia ushawishi wa Biblia kinyume na andiko lenyewe. Mimi nilikuwa na wewe usiende huko hujatoa sadaka, simama hivyo unasimama. Niko na shida ya matiti, ile nilikuambia kwa message. Ilianza to wait. Matiti? Inauma hata mpaka silali. Nikienda hospitali wananiambia kuna kitu. Hii na nasikia vitu siko ndani zinatembea. Unasikia namna gani hii matiti? Hebu toa nisione. Unaogopa watu? Au uogopi pastor? Hili matiti anasema geuka tu usijali. Hakuna mtu hajaiona matiti hata kama ni kwa gazeti. Wanaonaga. Hili matiti anasema kwamba anasikia kuna vitu. Unasikia namna gani? Kianza kuuma nasikianga vitu zinakimbia ndani. Inauma hata mpaka silali. Ilianza to wait. Nikienda hospitali wananiambia iko sawa. Nasikia roho inaenda inakatika, wakinivima pressure wananiambia iko sawa. Mama mmoja wa vitambaa aje hapa paka hii matiti mafuta. Kuja mama wa kitambaa. Simama pale. Simama hapo na matiti yako. Paka hiyo mafuta. Angalia pande ile, usiogope. Nani ana matiti? Hata mimi niko na yangu. Paka hiyo matiti mafuta vizuri. Hii ni hospitali, umekuja kusaidika. Bwana asifiwe. Amen. Naitwa Lucy. Alikuja sehemu ya siri ikiwa imekuliwa na shimo, ikawa na shimo yote, shimo. Na je, ni vipi anavyojua shida za waumini wake? Wanawake na waume hawa ndio wanaotumiwa kupokea simu za kondoo waliopotea, ambao watawasimulia shida zao. Pindi tu baada ya kuwaeleza matatizo yao na mahala wanapoishi, wafanyikazi hawa huhakikisha wamenakili kila kitu wanachoambiwa na kuziandika katika kitabu hiki, huku Kanyari akipewa taarifa zote kuhusu walivyovaa, sehemu watakayokaa, pamoja na matatizo yao. Wanawake hawa huwaangalia waumini kwa macho ya mwewe pindi tu wanapoingia kanisani, kuhakikisha Nabii Kanyari hatokosea wakati atakapokuwa akisoma historia na shida zao katika kitabu alichoandikiwa na mawakala wake. Mtu alikuwa amewekewa biashara ikaisha, na anawekewa biashara na kiwekewa biashara. Simama tu. Simama. Ndio. Leta hizo sentence taraita. Leta hiyo laini mera, leta hizo sentence taraita. Ya B, hizo laini. Leta. Oh, hizo sentence.
Yes. Leta hiyo laini hapa. Tutakutoa mpaka mahali uko wewe. Kama unataka kutoka, tutakutoa mahali uko. Leta hiyo mzee hapa. Amesukuliwa roho. Roho ya wivu, santa, spirit ya wizi. Nisho senterita. Kila kitu akifanya alikuwa ameweka mpaka biashara. Akiweka biashara kitu ina happen. Lanta risha senterita. Yes, unaambiwa kama utakusiyo roho ya wizi. Susan Laita. Yes. Education Laita, masturbation Laita. Yes. Education Laita, Rentinaina. Okay. Joma Analibasaina, Susan. Okay. Susan yako wapi? Simama Susan. Susan yuko wapi wewe? Kuja hapa Susan. Niko mimi najaribu kufuka laini yangu. Susan ndio watatu. Susan ndio watatu wakuja hapa mbele. Susan hao watatu wakuja hapa. Yes. Susan, kuna mtu anajaribu kukatakata laini yako. Na amejaribu. Okay. Kinachofuatia ni Kanyare kupitia kwa mwanadada huyu anayewazuzua waumini kwa kuzungumza kwa ndimi, kujifanya kupokea ishara kutoka kwa Mungu na kuanza kuwatambua sio kwa utabiri, bali kwa kitabu alichoandikiwa na kikosi chake kinachojifanya kuokoka na kuhubiri neno la Mungu. Yamkini wale wepesi kudanganywa ndio wali wao. Inua mkono wako juu, sema haleluya. Kuja my sister, just come. Nataka kujua ni vita gani iko katikati yako na bwana yako. Ni kwa sababu ninaona kukuwa na vita kubwa sana mpaka mnafika mahali mnataka kuuana. Naona ni kama mnataka kuuana. Great war. Ni yule tuliachana naye saa hizi na bwana. Nini mlifanyana? Nauliza, nini mnafanyana na bwana yako? Hakuna kitu tunafanya. Sikiza unabii, prophecy, usimuongeleshe. Let me talk to you. Nini mnafanyana na bwana yako? Ni kwa sababu imefikia mahali mpaka mnataka kuuana. Mimi sitaki kujua kama ni bwana mko naye ama mliachana naye, lakini prophecy nimesikia nini mnafanyana na bwana yako. Sijui kama ni your ex husband ama ni your recent husband. That's the prophecy Mungu amenipatia. Yeye ndiye anataka kuniua. Nini mnaulizana? Wengine hushtuka na kulia huku wakiamini Mungu wa simu na vitabu vya nabii wa uongo Victor Kanyari Mwangi. Kazi hii haikamiliki bila kikosi kizima cha malaika bandia wanaosaidiana na Kanyari kuvuna wasipopanda. Na kuna jini aina mbili, lakini hiyo inasikwa. Hizi ndizo sura za jeshi la Kanyari, jeshi linalotapeli kwa jina la Mungu, jeshi ambalo linamwogopa na kumwabudu mkubwa wao kwa kuwapa mshahara wa haraka usiotolewa jasho. Nilimuuliza mtumishi wa Mungu, nimetoka Embu. Kujuana kwangu na mtumishi wa Mungu, niko nimeokoka saa hii. Nilikuwa nguvu yangu ya kiume ilikuwa imeisha. Shida ya virusi vya ukimwi kwa miaka 8. Nilipofika kanisani nikaa huko nyuma. Kia 3 nikaitiwa kazi. Jeshi linaloiba bila ya kutumia mabavu. Bila shaka ni operesheni Ibia Kondoo. Unajua leo Bwana ameniambia niombee na watu wote ambao wako kwa muda yangu. Kwa hivyo nikupe muda kukimbia kwa M-Pesa ukinywe kwa namba. Hata mimi nimeombea watu wanaenda kupima ukimwi wanapona. Au yako. Taongea hiyo experience. Utaenda kubarikiwa ushangae. Kama ukiwa umetupiwa uchawi mweusi. Habari yako? Unaongea na Nabii Kanyari. Naitwa nani brother? Jeshi ambalo baada ya makumi ya simu hukaa chini na kufanya hesabu, na wakati mwingine hata kukosania mgao wa mavuno. Mimi nimekuambia nilikwambia mwanamke wewe. Sitakajua na mwanamke hapa. Sitakajua na mwanamke hapa. Nitakupanga wewe. Sasa mimi nimesema nini? Mimi nataka usikie nini nimesema. Kama tena nimesema. Acha nataka niwaambie tumeshusha target hata kwa sababu. Nimeongea saa ngapi? Kutokana na idadi kubwa ya simu wanazopokea, wao hulazimika kulala katika kanisa hili mara kwa mara. Machoni mwao Victor Kanyari ni Mungu wa hapa duniani na ambaye hata upigiwa magoti, kukandwa miguu na hata kuwapapasa kondoo wake.
Niliulizia namba yako tunakupenda. Naitwa Timothy na nimeulizia namba yako tunakupenda. Kwani kupenda ni vibaya? Kwani haumosivo? Anahubiri vya rohoni akitaka vya mwilini. Mimi najua sasa, unasikia vile tunakwambia mpaka nyimbo zile mzuri. Najua nini watu wanapenda. Unajua nimekaa kwa hii kazi 15 years. Na ya 15 acha nikwambie brother, si mwaka moja. Najua kila kitu yenye watu wanapenda duniani. Hapa basi ni wewe. Unajuaga mpaka plani ikienda kuanguka kabla ya kuanguka na kuchungua ulani. Na hiyo ndio shida yetu tunakuwa. Mimi ningekuwa nimeleta mtu mmoja hapo na mapepo aanze apige kelele hapo masaa mawili kwanza. Akiwa amelala, unaona hii? Unaona hii? Nikiangalia kumbe bado kwa bado watu 6. Unaona hii? Unaona hii? Kwa watu wawili. Unaona hii? Unaona hii? Sina haja na hiyo. Ni watu tunakuta. Najua. Juu hii kazi nimeifanya. Sasa huwezi kuniambia mimi hii kazi nimeifanya kwa 15 years. Wewe hujaifanya. Sasa huwezi kuniambia uko expert. Vituko vyake haviishi hapo, kwani yeye hutumia nambari zinazowatia watu hofu na kuwashinikiza wapande mbegu. Baada ya kupokea ushahidi chungu nzima, tuliamua kumfuata hadi kanisani mwake katika eneo la Nyamakema, barabara ya Crossroad, kutafuta majibu mahususi kuhusu tuhuma hizo. Mpiga picha wetu alijipata kuzungukwa na waumini waliomkemea vilivyo. Kuingia kwetu kulizua hali ya taharuki. Hapa ndipo ilibidi nimpe barua ya kumwomba mahojiano baada ya ibada. Wakati ambapo Kabila aliuawa, ilibidi nabii wao Victor Kanyare kuingilia kati na kuwataka wamwache na watupe fursa ya kuendelea na kazi yetu. Wimbo wa kukemea pepo mbaya aliyeandamana na kikosi kizima cha Jicho Pevu ulipigwa huku tukilaaniwa na kukejeliwa vikali. Tulianza kuzitafuta sura zote husika na kubaini kuwa ushahidi tulionao ni tosha. Wewe, it's just a random si ati nakujua. Huyo nyuma kabisa. Huyo nyuma. Assistant prophet. Naweza kuchagua wewe? Huyu amekataa. Tulitaka kuwahoji lakini wote walidinda kuzungumza nasi. Kesho baba anasema ni masaa ya kudentilaita. Relegation master writer anasema masaa ya Bwana ndio haya kudentilaita. Dada wa semi za longolongo pia alidinda kuzungumza nasi, akidai yeye ni mgeni wa mwezi mmoja katika kanisa hilo, bila kujua tumekuwa tukimchunguza kwa muda. Watasimama na hiyo sadaka ya 777. Kuna watu wanaenda kuinuliwa ndani ya kanisa. Hizi ndizo sura zake katika majukwaa tofauti. Kati ya wote hao ni wawili tu waliokubali kuzungumza nasi,
akiwemo mhubiri mwenzake Dominic Kasina. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Steven. Na nakumbuka siku moja nikiona TV ya UTV, niliona mtumishi wa Mungu akihubiri mahali pale. Jitu lenye miraba 4 na lililovalia msurupwenye wa kisawasawa kiasi cha kutoshukiwa kwa lolote. Huyu ndiye Kasina wa siri. Na huyu ndiye Kasina wa leo. Jitu ambalo pia limo ndani ya soko haramu. Soko la kuwatapeli watu kwa jina la Mungu. Dominic Kasina. Dominic Kasina. Sema hivi, mimi naitwa Pastor Dominic Kasina. Ama unaogopa? Walijua jina, pengine labda unafikiria hivi. Haina shida. Pastor Dominic Kasina. Umehudumu katika kanisa mwaka ngapi? Hii ni mwaka wangu ya 5. Mwaka wako 5. Yeah. Unamfahamu Prophet Kanyari kama mtu wa aina gani? Namfahamu kama mtumishi wa Mungu ambaye amechaguliwa na Mungu na anaombea watu na anasaidia watu katika nchi ya Kenya. Unamsaidia aje katika kanisa? Mimi katika kanisa mimi ni assistant pastor. Ambapo kitu ya kwanza kama yeye hayuko, I'm the one who is in charge. Na kumsaidia kazi zile zingine za kanisa. Mambo ya kuhubiri, mambo ya kwa ajili ya watu ambao wanakuja kumuona, kwa sababu ni watu wengi wanakuja kumuona wakihitaji msaada wake. Ndio msaidia hapo. Katika kanisa hili kile najua ni kwamba hii kanisa miujiza inafanyika na watu wanapokea miujiza na wanaponya. For instance, mtumishi wa Mungu amekuwa akiombea watu kutoka dhehebu mbalimbali, sio ni wale ambao wamemsikia kwa redio mahali pengine. Hata makanisa zingine wamekuwa akikuja anawasaidia na anawaombea. Wengine wakiwa na ukimwi, wengine wakiwa na kansa, na wengine wakiwa na shida mbalimbali. And then anawasaidia na wanasaidika. Katika Biblia kumeandikwa, hata nimesikia akikusomea mstari mmoja katika Biblia. Na mstari ule amekusomea ni kwamba kanisa hakuna utapeli inaendelea. Kwa sababu ukienda kila kanisa yoyote wanatoanga sadaka. Sadaka utolewa katika kanisa. Hata wewe mahali unaendanga kunatolewa sadaka. Haijalishi ni sadaka gani unatoa, lakini sadaka huanga inatolewa. Kwa hivyo kupitia sadaka, iwe ni kanisa gani huanga wanatoa sadaka. Kwa hivyo kutoa sadaka si kutapeli watu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Steven. Dominic Kasina. Dominic Kasina. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Steven. Pastor Dominic Kasina. Askofu David Oginde ambaye ni mwanachama wa kundi la makanisa ya Evangelisti anasema mienendo hii inaongezeka nchini kwa kuwa hamna taasisi maalum ya kuwachunguza wahubiri wanaoibuka. Baada ya ibada, zamu ya kumuuliza maswali mazito iliwadia. Nabii Kanyari alishikilia kauli mbiu ya kuwa yeye ni nabii wa kweli na kanisa lake ni la Mungu, ila anaonewa na watu. Unajua watu hawakosi Muhammad Ali kuwekelea mtu. Hawezi kosa kuniekelea. Hata wewe uko na watu wanakuwekeleaga vitu. Even you yourself. Kuna watu wasemaga huyu Muhammad Ali, we hate this man. Huyu mtu anatuharibiaga ina. Kuna watu wanakuchukia just for nothing, just to talk the truth. Sasa mimi siwezi kusema kwamba watu hawezi nichukia. Hata Yesu alipata watu wa kumchukia. Siwezi kusema 100% everybody will love what I'm doing. Even if leo nikachinjia watu ng'ombe na mbuzi, kuna watu tu watasema ya kwamba hii mambo ambaye Kanyari anafanya imeenda ikashuka ikapanda. So siwezi kusema kila mtu is my friend. Kanisa langu ni kanisa la Mungu, maana na nilianza tu kama vile wahubiri wengine wanaanzia, na nilisikia mwito nikiwa shuleni, and then after that nikaanza kumfanyia Mungu kazi. Up to now mimi naendelea tu. Aliishia kwa kutuahidi kuwa iwapo atapatikana na kosa, yes, I will leave this church. Yes, I will leave this church. If there is anybody ambaye anasema ya kwamba aliombewa HIV kwa hii kanisa na kusema ukweli hakuwa na HIV, hata nitashangaa. Lakini I don't say kama hiyo kitu iwezi tokea. Haiwezi kuwa kubwa kwangu because najua watu wanaweza fake maneno. But if there is evidence, then I will leave the church. Punde tu baada ya kuondoka kwetu, Kanyari alijua chuma chake kimotoni. Siku 3 baada ya mahojiano naye,
Kanyari alimpigia mwenzangu simu. Unaongea na Pastor Kanyari, kama ukweli iwe ni ukweli ama iwe ni uongo, mimi pasi yangu najua. Lakini hata hakuna mtu ata-understand ni ukweli. Najua, lakini unajua pia sisi we are professionals, wouldn't put on anything that we don't believe that is true. I know you are a professional. Yeah, so I mean if we have allegations against you or any other person, you can be sure that we've proved them. And that is why we would go ahead with the program. Yes. So ulikuwa nasema ati sisi mimi ni binadamu. I understand. Pia mimi ni mwanaume. Kweli. Lakini unajua pia kuna kazi tunafanya. Ni ukweli, naheshimu kazi. Na tunafanya kazi kwa ajili ya watu wengi sana. Ni ukweli, and I respect that. Yes. Okay, sawa, hakuna shida basi. Wewe nilikuwa nataka kujua mtaweka lini kitu kama hiyo, lakini ni sawa, hakuna shida basi. Sina la kusema, lakini nikaona nzuri niwe na kitu kama hiyo. Kama ukweli hata nikatafutwa siwezi kukosekana makosa. Hata sasa ukisema nikunitafuta utanikosa makosa. Unanielewa? Kwa hivyo wewe wachana na watu, but mimi tunakuunga mkono in everything. Kama kama ukweli itakuwa. Lakini Pastor, kwani uko na makosa? Ina makosa yote, ndio nasema kwamba hata kama nikunitaka unanitaka hapo, I come because I respect and I heshimu kitu yenu. So that's what. Alafu sio huyu peke yake, mchungaji Ezekieli na yeye nafikiri katika ile kucheza na yeye akagundulika na yeye. Tizama video yake hii, nayo ilipatikana katika mtandao, naye drama pia, mpango mzima. Mi sioni kama Ezekiel kuna kitu kipi ambacho ametuletea. Yale ambayo yalikuwa kidaiwa na makasisi waliopita, na yeye anatembea juu ya hayo. Ndugu yangu huyu, mimi namnasi Ezekiel, mimi nampenda. Kwanza ni Mkenya mwenzangu, alafu pili ni mhubiri wa dini, namnasihi, nampa nasaha kwamba Ezekiel, muogope Mwenyezi Mungu. Iko siku utakufa ndugu, utakwenda kukutana na Mola wako, alafu yote hayo unayoyafanya, drama zote unazozifanya zitakwenda kudhihirishwa mbele ya Mola wako, alafu utapata aibu bure. Siku ya kiyama inaitwa yauma tubula sarai, siku ambayo siri za watu zitakwenda kufichuliwa, zitawekwa hadharani. Angalia huko gizani, pembeni mnavocheza drama zenu, alafu labda Mungu mwenyewe anawatelezesha makusudi kwa sababu anaona watu wake wanapotoshwa. Angalia hali hii inapojiri sasa, hali inaonekana vile drama mnavozicheza, alafu baadaye mnakosa labda kuwalipa wale watu mliowaahidi, siri inagundulika. Omar Hudi TV. Hauli njema ni ya kwa